Naam, habari gani mtazamaji wa The Judges Media? Mimi naitwa Moses Kimwaga na leo pia nataka nikwambie kwamba kipindi leo kipo live kabisa kutoka hapa Zakiem Mbagala hapa, ambapo stendi kubwa kabisa ya mabasi inapatikana, na hasa kubwa ambayo tumekuwa tukizungumza ni kuhusiana na mambo ya usalama barabarani kwenye kipindi hiki ambacho mara nyingi kinaangazia namna ambavyo tunaweza tukajifunza kwa experience ya watu ambao wako barabarani muda mrefu. Na leo nimekutana tena na mzee wangu hapa ambaye atajitambulisha, lakini pia ataweza kutufahamisha kwa kipindi gani yuko barabarani, lakini experience yake inasemaje kulingana na hali halisi ambayo tutakwenda kujifunza siku ya leo. Na hasa leo tunadili na masuala mazima ya kuhusiana na mwendo kasi barabarani. Mzee wangu, kwanza heshima yako. Marhaba bwana. Pole na hongera na kazi pia. Asante sana. Okay, leo nataka tupige story hapa na utatuambia kulingana na experience yako. Hivi unaweza ukaniambia labda kwa experience yako wewe kwenye masuala ya udereva barabarani, una takriban muda gani toka umeanza? Mimi nimeanza tangia 95. 95? Yeah. Wow, miaka mingi. Miaka mingi. Takriban miaka kama 30 na kitu. Ndio. Yes. Vipi, unaweza pia ukamtambulisha mtu ambaye anakutazama sasa, nataka kufahamu jina lako pengine, lakini mkazi wapi? Mimi kwa kweli ni mkazi wa Gongo la Mboto. Unapiga hizi ruti za hapa hapa Mbagala tu Gongo la Mboto tu Mbagala. Ulichagua hii ruti nyepesi kwa sababu ni nyumbani? Hapana, hii ruti tu ni tajiri yetu ndio ambaye aliamua yeye kuchukua ruti hii. Yeah. Sawa. Ndio. Kwa uzoefu wako katika kipindi hicho cha miaka yote takriban kama 30, kitu gani ambacho kinakuvutia sana barabarani? Kitu kinachonivutia sasa hivi hasa, yani tuseme kwamba kama kitu kinachonivutia barabarani ni uboreshaji wa barabara. Zimeanza kuboreshwa vizuri kwa kweli, na sasa hivi mambo yanaanza kuwa mazuri. Ukilinganisha na miaka 10 nyuma, hali ilikuwa? Hali ilikuwa ni mbaya sana, tete, maana barabara zilikuwa ovyo. Hivi kipato cha kipindi hicho na sasa hivi vinatofautiana kwa kiasi gani? Vinatofautiana kidogo, kwa sababu sasa hivi kweli biashara imekuwa ni ngumu kidogo, sababu gari zimeongezeka. Alafu vile unakuta kwamba zamani ilikuwa kwamba watu wanasubiri gari kwa muda mrefu. Unakuta mtu anapakia abiria wengi na kurudi anapakia abiria wengi zaidi. Lakini sasa hivi gari zimeongezeka, biashara imekuwa sio. Imekuwa kidogo imeshuka. Lakini urahisi tu wa ruti nyingi mnafanya? Urahisi wa ruti nyingi tunafanya, lakini sasa kipato ndio kama hivyo. Yeah. Kinakuwa ni kidogo. Bado ni changamoto? Ndio, nayo ni changamoto kweli. Bwana, unaweza leo tunataka tuzungumzie kwa habari nzima ya mambo ya ajali barabarani. Haswa tunataka tujikite kwenye swala la mwendo kasi. Katika kipindi hicho ambacho umefanya kazi takriban miaka 30 na kitu. Ndio. Unaweza kutuambia kwa kiasi gani mambo ya mwendo kasi yamekuwa na athari barabarani, hususan athari ambazo ni negative? Kwa kweli mambo yamekuwa mambo yamekuwa ovyo, hasa hawa ndugu zetu wa bodaboda hawa. Yani wanasababisha sana ajali, yani mara unakuta kachomeka hapa, mara kafanya hivi, alafu wanapita mwendo kasi ambao hajaruhusiwa na kutana na nini, basi ajali zimekuwa nyingi sana. Wangefanya labda mpango, kwa mfano bodaboda zikawa labda zinatoa abiria kuingiza barabara kubwa, zisipite mwendo kasi. Kwa sababu ya hali ambayo ndio hali ambayo wanayoifanya wao, kwa sababu wao kwa kweli hawana utaratibu. Ni holela. Ushawahi kufanywa ajali au ushakufanya ajali wewe? Mara nyingi, lakini wanazisevu sana na kuwa niko makini. Ndio. Utofauti wako na mtu ambaye kaanza hana miaka hata 5 ni upi? Kwa kweli kwa wale ambao hawajasoma, basi ni lazima atapata ajali tu kwa vyovyote vile. Lakini kwa wale waliopitia kusoma na wakajua kwamba sheria iko vipi, kweli inakuwa ni vigumu. Tuseme kwamba huwa sana yuko makini. Hivi katika kipindi hicho wewe udereva ulianza kujifunzia kwenye shule au ndo ile mtaani? Hapana, mimi udereva nimejifunzia kabisa, yani shuleni kabisa. Mpaka kipindi hicho hali ilikuwaje na sasa? Hali ilikuwa ni nzuri, kwa kweli unafuata sheria.
na darasani unaenda, na baadaye tena tukaingia kwenda kujifunza udereva wa PA3. Nilienda nani hapo nani hapa VETA. VETA. Nilienda VETA pale nikasoma udereva pale, ndio pata leseni hizi. Pata leseni ni C play kwa kweli, ndio niko nayo mpaka sasa hivi, ndio naifanyia kazi. Okay, inaweza kuwa pengine dereva mwingine ambaye anakutazama hafahamu haya ambayo kimsingi huwa yanatokea, lakini pia yanasababisha ajali. Mwingine tu anaendesha kwa spidi kwa sababu labda barabara zimenyoka na nini, lakini unaweza ukamwambia pengine ni namna gani ambavyo spidi pengine inaweza ikaathiri mifumo ya gari kama gari pia kiujumla? Kwa kweli spidi sio nzuri. Kwa spidi sio nzuri ya kuendesha hii barabara zetu za hapa town hapa. Unatakiwa uende mwendo kawaida uliowekwa kilomita 50 kwa saa. Ndio inayotakiwa, lakini ukienda spidi na hizi bodaboda zilivyozidi namna hii, tayari lazima tu utapata ajali. Acha ajali. Kwani gari yenyewe pia inaweza ikapata madhara gani labda kulingana na spidi? Gari inaweza ikapata, ukigonga gari nafikiri itaharibika. Lazima itaharibika, utaingia lazima tajiri ataingia gharama tena ya kuanza kutengeneza gari. Kuna uwezekano mtu akienda spidi sana gari inaweza ikapasuka tairi mengine kwenye mwendo kasi? Inategemea na tairi. Ubora wa tairi. Yaani kama tairi ilikuwa imeisha lazima itapasuka. Lakini kama tairi ilikuwa iko safi, na wewe kama ulikuwa unaendesha ovyo, labda unapita sehemu ambazo yani sio nzuri, tairi inaweza ikapasuka, inaweza ukakanyaga kitu ambacho kina incha kali, kina nini, lakini kwa sababu likosa balance ikasababisha ajali. Ndio. Bila shaka uwezo kunificha juu hilo pia. Wewe kuna maeneo pia na wewe huwa unajiachia kwenda speed. Labda unaweza kutuambia kitu gani labda huwa unazingatia ukitaka kufanya speed yote kwenye gari labda ukiwa barabarani? Kwa kweli mimi speed naweza nikaongeza kidogo kutoka kilomita 50 kwa saa, labda nikaenda kilomita 60 au 70, lakini nikiwa niko makini. Niko makini. Kwa hiyo cha kwanza ni umakini. Ni umakini. Kwanza umakini. Okay. Unaweza ukatuambia pengine labda katika uzoefu wako kuendesha gari kwa kasi, labda kwenye namna yoyote ile ambayo wewe umekuwa ukizoea, labda tuseme kwenye experience ya barabarani, nyakati labda za mvua hivi, tunaweza kusema mtu anaenda spidi, kwa kuna vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia, lakini pia kuna athari zozote ambazo zinaweza zikajitokeza wakati wa mvua? Wakati wa mvua ndio athari lazima zinaweza zikajitokeza kama unaenda spidi. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa wewe ni kufuata sheria za mwendo wa barabarani. Yaani ukienda spidi na wakati wa mvua na gari kawa iko karibu, umefunga breki zikateleza, kawa zimeteleza, unaenda wewe kwenda kupata ajali, ukamgonga mwenzako. Unaweza pengine ukashare na sisi pengine ni kitu gani ambacho nafikiri vijana ambao wanataka kujifunza kwenye tasnia ya udereva wanapaswa kuzingatia zaidi wanapoingia kwenye udereva? Wanapaswa kabisa wazingatie zaidi ni sheria za barabarani. Waache kwenda mwendo kasi. Ndio. Changamoto gani hutakuja kuisahau katika historia ya miaka yote ya kuendesha gari ushawahi kukutana nayo? Changamoto kubwa kwa kweli ambayo niliwahi kukutana nayo wakati naendesha gari, niliwahi kuendesha gari ikawa pale Ukonga pale, nashuka pale Ukonga pale kweli, bahati mbaya breki ilifeli ghafla. Sasa breki ilivyofeli ghafla, kwa kweli nilitumia akili sana, yaani mimi nilishtuka tu kwamba steering ile ikaruka mfereji, gari ikaenda ikatua ng'ambo nyingine. Ilikuwa ni hicha au ilikuwa hino? Kwa sababu hino engine iko nyuma. Inakuwa ni nyepesi sana hapa mbele, ukikanyaga breki basi inahama. Basi ilinihamisha hadi ng'ambo nyingine kule, nikasema lakini sikupata abiria walishuka vizuri na gari ilisimama vizuri, lakini hilo ndio nalolikumbuka siku zote. Ulikimbia, ulibaki hapo? Hapana, nilibaki hapo, wakashuka wote, wakamalizika, basi ndio tukaanza mipango mingine. Vipi, ulikuwa umesinzia au ilikuwa? Sijasinzia, kufeli kwa breki yani ni pale unapokwenda hivi
ukikanyaga breki hivi unakuta kwamba hamna kitu. Oh, gari kwa changamoto kidogo. Ndio. Oh, okay. Sawa, lakini pia unaweza ukatuambia ukashare na sisi pia. Kuna siku hizi tunaweza kusema umezungumza kwa hapo mwanzo ukasema bodaboda lakini pia wana changamoto lakini pia kuna bajaji pia nazo. Katika ufanyaji wenu kazi pengine nao hili jambo limekuwa pengine likiwaathiri kwa kiasi gani katika utendaji wenu wa ukusanyaji wa kila siku, kujikusanyia kipato chenu ambacho lazima hesabu pia itoke kwa bosi lakini pia nyinyi mpate chochote kitu? Ni kweli lazima inakuwa ni hivyo, lakini sasa hivi tunajitahidi hivyo hivyo. Tunajitahidi hivyo hivyo. Bwana bosi wengine wanaelewa kwamba ukimweleza bwana leo iko hivi na hivi basi mambo yanakuwa sawa. Okay. Neno gani ambalo unalo sasa la kumwambia mtu ambaye anakutazama hapa siku ya kweli hizi changamoto za barabarani? Kitu ninachotaka kukisema zaidi ni kwamba madereva tuwe makini. Tuwe makini na madereva wengine ambao hawajaenda kusoma waende wakasome ili wajue sheria za barabarani. Ajali hapo zinaweza zikapungua. Ndio. Udereva unalipa? Udereva unalipa. Ile cha msingi? Cha msingi wewe zingatia tu. Zingatia nini sheria. Waambie watu ambao wanaendesha gari wakiwa wamelewa. Watu ambao wameendesha gari wanalewa hao ndio kabisa, yani mimi nasema trafiki kama wapo barabarani wamejipanga wangekuwa hata na vile vifaa vya kupima vile. Wao wanawekewa mdomoni vile washushwe, hata kushushwa kama ndio kweli kanywa pombe ashushwe, sababu ni athari kubwa sana. Kuna mtu wako karibu pengine ushawahi kumsikia kwa habari ya utumiaji wa vinywaji lakini hakusikia na mwisho wa siku aliweza kuleta changamoto barabarani pengine katika historia? Hiyo ni nyingi zipo ambazo zinatokea kwamba mtu kalewa. Unasikia jamaa alikuwa kalewa bwana, amegonga gari bwana, au amepata ajali bwana, amefariki au yani ni mambo mengi kwa kweli. Pombe sio nzuri. Kitu gani unakufurahisha sana abiria au wanakukera sana? Abiria kwa kweli huwa wanakera pale labda pale chenchi wanapodai chenchi. Kondakta unakuta kwamba labda kondakta hapo kang'ang'aniwa, nataka chenchi yangu. Ngoja bwana nikakutafutie chenchi, basi anamng'ang'ania, hapana haiwezekani hivi na hivyo, basi inakuwa ni changamoto. Kuna kitu kisha kukatisha tamaa ukatamani kuacha kazi ya udereva? Kwa kweli hapana. Kazi ya udereva mimi nitastaafu tu mwenyewe nikiamua. Lakini bado una nguvu? Bado na nguvu ninayo. Siri nini? Hautumii vinywaji? Vinywaji kwa kweli situmii, huwa natumia soda, labda energy kidogo hii ya kuchangamsha basi ndio hiyo. Una kitu gani cha kuambia mamlaka labda za usalama masuala ya barabarani kwa kazi ambayo kubwa wanaifanya pengine kusimamia utaratibu na weledi wenu? Kwa kweli mimi ninasema kwamba nawapa hongera sana na wazidi kudhibiti kabisa madereva ambao hawatii sheria. Sasa hivi naona wameboresha. Sasa hivi mtu apewe leseni bila kusoma chuo. Unazungumzaje hilo? Hilo walikazania kabisa, yani wasome ndio wapate leseni. Yani bila kusoma ni tatizo kwa kweli.